الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. Tuko katika sura ambayo kwamba imeitwa Suratul Ikhlas. Lazima tueleze hichi kipande ambacho kwamba watu wakisoma sema Suratul Nasi, lazima tueleze Suratul Falaq, lazima tueleze, na sasa hivi tunaeleza Suratul Ikhlas. Maana sura tunaeleza nyuma. Maana al-ikhlas, maana ikhlas ni nini? Yaani ukisikia ikhlas maana yake nini? Wanachuoni wa kueleza maana ikhlasi wameeleza kwa nyanja tofauti, wameeleza kwa maana tofauti, lakini wote ukiangalia wameeleza maana ikhlasi wakasema ya kuwa ni al-amalu yuqsadu fihi ibtighaa mardatillah. Yani lugha yote waliotumia Ibn Kathir, Jalalaini, At-Tabari, ukiangalia wote utaona maana ni moja, yani kitendo ambacho kwamba kimekusudiwa kutakiwa radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali linakuja, swala ni kitendo, sawa? Je, mimi na wewe tuswali ibtighaa mardatillah, tuswali imtithalan amri min awamirillah, tuswali ibtighaa thawabi min Allah? Na vitatu lazima vile kuna kufanya amali kama kuswali ibtighaa mardatillah, wewe wafanya takarabu ya Mwenyezi Mungu, na kuna kuswali kwa sababu ni amri, Allah amekuamrisha uswali, lazima uswali, na kuna kuswali mimi na swali nimeamrishwa nikiswali nipate thawabu. Hivi ni vitu kuna na Qur'an na katika ibada yote. Sasa wewe na mimi tufanya amali au jambo lolote tunalifanya katika maisha yetu, tuko katika kigani katika hivi vitatu? Tujaribu kuelezana. Ibtighaa mardatillah ni mtu kufanya ibada vipi? Ibtighaa imtithali amri min awamirillah ni vipi? Na ibtighaa thawabi min Allah ni vipi? Kama sijakosea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha swala, ameamrisha saumu, ameamrisha haji, zaka, ibada zote yani. Na mimi huwa napenda kusema, nikisema kama na tafsiri Qur'an, ibada mimi kwangu mimi si amri ya Allah. Ibada kwangu mimi, mujibu elimu yangu na bahthi yangu katika Qur'ani, sio ibada amri ya Mwenyezi Mungu. Mimi ibada kwangu, tamu ya ibada ndio tafsiri ni maisha. Yale maisha unayoishi wewe, hiyo ndio ibada. Na ibada imekuja wazi, na aya imekuja wazi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungu anasema tumwabudu jini na mwanadamu isipokuwa kuishi. Ndio maana ibada. Na ukitakufulia kwa nani anayefanya ibada huitwa abdu. Wengi huitwa ibada, sawa? Kwa hivyo ukiniangalia ibada ya kuswali, nitakwambia sikiza Mwenyezi Mungu asema nini? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Huko ni kutembea. Wa ibadur rahman, na wale waja Mwenyezi Mungu wanaofanya ibada wakaitwa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, huwa wanatembea katika maisha yao hauna. Wa idha khatabahum jahiluna qalu salama, wanapozungumza na watu majahili kusema amani, ni ibada. Haya ni maisha, ndio ibada ya ibada. Umefahamu? Kwa hivyo mimi na wewe wengi wetu tukija kuswali, tunaswali kwa sababu Mungu ametuamrisha tuswali. Ama akimu swala liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr, ni amri Mungu ametuamrisha tusimamishe swala kwa siku mara 5. Ndio tunaswali vipindi vitano tu, hatuna swala nyingine. Sisi mwezi wa Ramadhani kama sasa hii
twafunga. Lengo la kufunga sisi, Mwenyezi Mungu ametufaradhia ikifika mwezi unaoitwa Ramadhani tufunge. Kutiba alaikum as-siyam. Sisi tukifika mwezi wa Ramadhani tufunga. Lakini siku zingine haji hivyo hivyo, zaka hivyo hivyo. Je, hiyo ndio ibtighaa mardhatillah? La. Ukifanya hivyo wafuata amri, kutiba alaikum as-siyam. Ukiswali hivyo wewe wafuata amri, akimis sala. Ukifanya hivyo wewe wafuata amri, wa atu zakat. Sio ibtighaa mardhatillah. Nitakupa mfano mmoja ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yake yote alikifanya ibtighaa mardhatillah, sio ibtighaa imtithali amri min awamirillah. Moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kwamba ni mashhur ya saumu ambayo kwamba ni ya Taasua na Ashura. Alipoingia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapata Mayahudi. Wajua si Mayahudi. Mayahudi hawa aliwapata wakiwa wanafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza hawa Mayahudi, wafunga kwa ajili gani? Ukiangalia hata Injili, vitabu vyote, hakuna faradhi waliofaradhishwa Mayahudi wafunge siku ya Taasua na Ashura. Hakuna. Bali jawabu lao walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tufunga hizi siku, hii Taasua, ni Taasua pekee yake. Ni Ashura nilikuwa nafunga afwan. Akamwambia sisi tufunga hii Ashura kwa sababu twafurahia kuokolewa kwa nabii wetu Musa alayhi salatu wasalam na watu wake wa Misri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Wayahudi walifunga Ashura, hawakuamrishwa na Mungu wala na mtume wao, bali wafunga wa kufurahikia wao. Ama kwa hivyo wewe ukifurahi umeridhika, ukuridhika, umeridhika. Bimaana ukifanya ibada ibtighaa mardhatillahi, Allah akiridhia na jambo lako, yafurahi. Ibada yangu haijapasa. Ikhlasi ni kufanya kitu kabla ya Mwenyezi Mungu kuamrisha. Hii ni dalili, sio ikhlas. Afwan, hii ni dalili ya kuonesha huyu mtu katika anachokifanya na kifanya kwa ikhlas. Yaani ufanye kitu kabla hujaamrishwa. Mfano mdogo, sisi hapa hatuingii msikitini wala hatuji kuswali wala hatuji katika ibada ya swala yote. Majority wetu mpaka tusikia adhani. Umeadhiniwa? Atende msikitini. Adhani ni nini? Adhani ni mwito wa kukumbushwa tena nini? Ya sala. Kwa hivyo wewe unaongojea wito uende wapi? Sisemi kuwa ni dalili ya ikhlasi, la, kwa sababu ikhlasi ni siri ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameificha siri ya ikhlasi katika amali yote. Hakuna malaika anayejua ikhlasi ya mtu akamwandikia thawabu. Hakuna jini anayejua siri ya ikhlasi ya mtu akamwandikia ibada yake. Hakuna. Ikhlasi ni kinyume cha riya. Hata riya hakuna mtu anayejua, ni Mungu na yule kuja. Mfano mimi naweza kuzungumza hii na tafsiri Qur'ani. Tunaweza sema basi ifanye dua kweli ndio tafsiri Qur'ani. Na nazungumza na mambo hiyo ama sio? Lakini anayejua mimi nafanya riya ni nani? Ni Allah. Wewe unaona ile dua ile jambo ndio kinyume chake cha ikhlas. Yaani ikhlasi ni siri, hakuna hata malaika hajui. Malaika hajui kama wewe ibada hii umefanya ikhlasan ama umefanya riya. Hajui malaika. Hata jini hajui. Siri ya kipekee. Kwa hivyo ninapotoa hii mfano, simaanishi ati ukija msikitini kabla ya adhani wewe unaifanya ile ibada ya ikhlasan, la. Lakini uko karibu ya kuonesha kwa wewe huongojei kuitwa. Ndio kumfanya mtu aridhike. Mfano mdogo, mzazi wako
Mzazi wako na mzazi wako umeoa, uko na kwako na mzazi wako akina kwake. Mzazi wako kutumia message, bana mwanangu, bamba la nyumba langu limeharibika, kama unapata pesa njoo tengezee. Wewe ukatoka kule kwako ukaenda kwa mzazi wako, yule baba ndio hili mama, haya ukatengeza kwa mwekea baba mapya, ile haitwi ihsani. Ile uliongojea mama akakuomba, kwa hivyo umetii maombi ya mama kenda kumfanyia. Ihsani ni ile kabla mama hajakuitisha wewe kwenda, mama ninatoa mabamba bana na kuenushia nyumba bana, hii kitu hivi, ukamfanyia mama bila kukuomba. Ile ndio wabilwalidaini ihsana. Hata katika ibada zetu hizi Mungu ametufaradhishia. Umefahamu sadaka kumpa mtu usiongojea kuombe. Wewe mtafute mtu kampe, kama kina masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tongojea mtu akuombe au uone shida imetokea kwa mtu ndio wewe ile wewe ni sadaka, lakini haina fadhili za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo na quote mimi katika ibada ya ikhlasi ambayo tuko katika suratul Ikhlas. Kwa hivyo ni kama naja na mfano, lakini sio hivyo, kwa sababu ikhlasi ni siri, ni mfano kuleta wewe ufahamu ya kuwa ukitaka uwe karibu ya kuonekaniwa na Mwenyezi Mungu, ya kuwa wewe wafanya kitu kwa ikhlasi, ndio ukifanya kile kitu kabla ya faradhi. Yani usiswali swala ya faradhi peke yake, ongeza na za sunna zote. Duha, salatu ishraqi, qiyamul layl. Qiyamul layl haiko Ramadhani peke yake. Qiyamul layl iko kila siku. Tahajjud haiko Ramadhani 10 la mwisho peke yake. Tahajjud iko kila siku. Kwa hivyo sisi wengiwepo kwenye Ramadhani 10 la mwisho tuungane msikitini, kwa sababu tutasali tutafuta Lailatul Qadri, si tutasali ibtighaa mardatillah. Ingekuwa wafanya mardatillah, ungekuwa wafanya maisha yako yote bila kungoja Ramadhani, wala kwa sababu atakaradhi za Mwenyezi Mungu kumfurahisha nani? Mwenyezi Mungu akishafurahika wewe ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah. Akaendelea tulisofa mtoa mwisho katikati ya aya, Allah anamwambia sasa Mtume waambie hao waumini, wama umiru illa liya'budu Allah. Omeka na hapo kuna amri hapo imekuja, wama umiru, sikuamrishwa, illa liya'budu Allah. Ibada hiyo, ibada pili, kuna amri na kuna ibada. Kisha ikaja mukhlisina, kisha ikaja lahuddi. Na mambo manne, kuna amri, kuna ibada, kuna ikhlasi na kuna dini. Hii ikhlasi iko kwa dini ama ikhlasi iko kwa ibada? Maka imekuja kwa wama umiru illa liya'budu Allah, ikaja mukhlisina lahuddi. Sasa dini iko kando, ibada iko kando, amri iko kando. Hii ikhlasi iko kwa nini? Tukileta kwa dini ni mila ya Nabii Ibrahim alayhi salatu walladhi sammakumul muslimin, itabi'u millata Ibrahim, yani kuweni vile maisha aliyoishi babu yenu Ibrahim, ndio maisha. Unafahamu? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri ameambiwa afanye kwa ikhlas, katika ibada ameambiwa afanye kwa ikhlas, na katika dini maisha yake na mila zake, yani mila yako wewe ya kuishi kwa maisha yako uishi ikhlasan lillah. Kwa hivyo wanaoishi na ikhlasi wanaitwa mukhlisin. Sasa ukifanya jambo wewe bila kulazimishwa na Mungu, kuongojea amri ya Mungu, yani sio ngojea Mungu akwambie hivi Ramadhani kutiba alaykum siyam, wewe ukawa unafunga siku zote, wewe unafunga, hiyo ndio unakaribia kwa wewe mtu wa ikhlas. Usiongojea dhani kuja msikitini, la wewe ndio mimi lazima ni mabudu Mungu ndio mapema,
uisikize adhana na msikiti kama maswahaba, hiyo ndio nakurudia katika ikhlas, huko ngoja kulazimishwa. Ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu akiridhia sasa ile tighaa mardhatillah, atakuweka wewe ni minal mukhlasin. Ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Iblisi, wewe utachukua wote wengine wapoteze, lakini illa ibadallahi al-mukhlasin, ni wale waliofanya ibada kwa ikhlasi wakaitwa mukhlisin. Mungu alipowaridhia kana furaha na wao, Mungu akawaita mukhlasin, nyinyi ni watu wangu. Inshallah kesho tutakuja kuendelea aya ya kwanza, qul huwallahu ahad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.